Wabariki. For the first time nimeongea kutoka kifo cha Bayo. Si kutaka kuongea, nilitaka tu kunyamaza ndio Betty Bayo apate mazishi mazuri na ya heshima. Sema amen. Huyu mama unaona hapa amenizalia watoto wazuri wawili, na hata leo nikaondoka jina langu halitasahaulika maana niko na watoto. So na celebrate maisha ya Betty Bayo. Tulijuana na Betty Bayo akiwa amekuja kuimba kanisa yangu. Mwenye alikuwa aje kuimba ni yule mwimbaji anasemaga anaitwa Tigana na Ado. I don't know anaitwa nani? Anaitwa? Tigana na Ado. Mutara ndiye alikuja kuimba. Na wakati Mutara alikuwa napaswa kuja kuimba, hakuweza kukuja kuimba, aka cancel. Kwa hivyo nikapata msichana anaitwa Pastor Rose. Akaniambia kuna msichana pia muimbaji anaitwa Betty Bayo. Mimi sikuwa namjua, mimi sikuwa fan wa Betty Bayo. So Betty Bayo akaja kanisani akaimba. Alipomaliza kuimba nilikuwa namlipa 30,000 nakumbuka. Akaniambia nimetoka. Nikamwambia uko wapi? Akaniambia niko kwa hoteli nyingine hapo Hilton Hotel. Nikamwambia nikutumie pesa zako. Akaniambia yeye unaweza nitumia. Nikajaribu kutuma pesa ikakataa kuingia. Sasa nikaamua nimpelekee cash. Nikampelekea Hilton. Mimi ni mtu napenda jokes sana. Na ndio maana watu wanga wanani misunderstand kwa sababu mimi ni mtu wa jokes, mchezo mwingi, nini, vitu kama hizo. Bayo na yeye alikuwa na mapressure alikuwa naye ya boyfriend yake wa hapo mbeleni ambaye namjua. Juu alikuwa amenyang'anywa pesa. Kwa hivyo nikaenda hapo nikampatia pesa, alafu nikajoke na yeye, tukajoke. I think sio mimi alipenda jokes zangu. Akapenda jokes zile ambazo nilimjokia. Kiasi kwamba hata ilipofika nikampeleka mpaka kwao Kiambu. Hiyo siku mvua ikanyesha sana. Tukajaribu kwenda Kiambu ikashindikana kwa sababu ya mvua. Nikamwambia, "Ai, kwani kwenyu jamu ni kubwa aje?" Nikamwambia, "Si tuende kwangu." Akasema sawa. Tukanyongoa gari. Tukaenda kulala kwangu. Lakini hakuna kitu iliendelea. Alilala mezani, nikalala bedroom. Sasa alafu asubuhi ilipofika akaenda kwao. Hiyo kesho ingine akaniita. Hiyo ingine akaniita, na mimi nilikuwa sina mambo mengi. Kwa hivyo alikuwa akinipigia tu uko, namwambia niko home. Ni come. Come, anakam. Na mimi namwambia uko mahali fulani. Sasa akawa ananiita. Mpaka tukawa marafiki, tukawa tunatembea pamoja kila mahali, everywhere. Mama yangu anapenda sana nioe. Kwa hivyo wakati mama aliniona na Betty Bayo akaniambia, "Ngai Kanyari, si uoe akasichana na nikadogo." Akasema nioe. Nikaoa. Amen. Na nikakaa na Betty Bayo. Mpaka wakati skando ya 310 ilikuja ikatokea. Hapo ndio shida zilianzia. Pesa zangu za account zilifungwa na serikali, nikawa sina pesa. Watu wakaambiwa kama kuna mtu amenyang'anywa pesa aseme arudishiwe. Kwa hivyo pesa zikafungwa kwanza. Sasa baadaye tukakosana na Betty Bayo. Hatukukosana, yeye ndiye alitoka. Hakuna mahali Betty Bayo anaweza kusema nimempiga ama kumtusi. The reason why Betty Bayo alikuwa ni mtu anapenda mtu sana na mapenzi yake yote. Unajua mimi tukishaoana, mimi siamini tushinde pamoja, naamini wewe enda kazi niende kazi, tukutane jioni. Lakini Bayo ni wale mshikane mikono mshinde hivi. Sasa mimi unajua mimi sina hiyo, sipendi hiyo. Mimi natakaga tumeoana, wewe ni bibi yangu, enda kazi na mimi niende kazi. So tukawa tumetengana, akaenda akaolewa. Nikaanza kutoka hiyo muda yote sikubadilisha majukumu yangu. Nikawa nasaidia watoto maana ni majukumu yangu.
Na ningetaka kuambia wale wazee waliacha wamama na watoto wao, hata kama ulioa, hawa watoto ni wako. Saidia watoto wako. Mimi naenda kuona watoto wangu. Naheshimu bwana ya Betty Bayo sana, Tash. I really respect that man. Alinichukulia mama na akanitunzia. Kulingana na mimi, kulingana na wewe pengine ni mbaya, lakini kwangu mimi I'm okay with that. Alichukua bibi yangu, amekaa na yeye, nimekuwa nikiwaona kwa social media wanacheka, wanafurahi, nikumaanisha alimweka vizuri. Sema amen. Watoto hawajawahi kuniambia ubaya wa Tash, hawajawahi kuniambia ubaya wa Betty Bayo. Kwa hivyo I support that family 100%. Na ndio maana mimi siwezi kusimama niongee ubaya wa Tash. Hapana. Aruhusiwe azike bibi yake. Mimi nilikuwa bwana ya Betty Bayo, lakini leo kuna bwana wa Betty Bayo ambaye ni Tash. Mimi nilikuwa mbele, kwa sasa tupatie bwana yake heshima ya kutosha. Amen. Niko pale kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya aliyekuwa mke wangu. Mimi hata nikawa na ex wa shule, nitaenda mazishi. I will go. Ni vile sikuzaa na mtu mwingine, sina mtoto huko nje. Kama ningekuwa na mtoto, nitaenda hata bila mtoto, hata ex nitaenda mazishi. Na nitatangaza huyu ni ex wangu. Wale wanataka kukaa kanisa yangu watakaa, wale hawataki watatafuta kanisa ingine iko hapo kwa barabara. But mimi sitawahi kufa na siri zangu, no. Mimi mnanijua. I don't hide. Vile niko, hivyo ndivyo niko. Kwa hivyo watu wanauliza sana kwa mtandao, kwa nini Kanyari analia kuliko bwana ya Betty Bayo. Lazima nilie. Nalilishwa na kitu moja. Najua hawa watoto wangu hawatawahi ona mama yao tena, na watakuwa wananiuliza mama ako wapi. Chenye kinadililisha cha pili ni kujua ya kwamba msichana huyo ni mdogo sana kutuacha. Na katika traditional ya Waafrika, ama vile mama yangu aninilea, we don't celebrate death. Siwezi kusherehekea kifo.